Oh yes, we thank God. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo ambapo kwa kweli baraka zimekuwa juu ya maisha yetu, and we are happy that hatujang'ang'ana sana, hatujalia sana. Tuna furaha kwa sababu Bwana wetu amekusudia kwamba tuwe baraka siku hii ya leo, ikiwa ni siku ya Thursday tarehe 10 mwezi wa tatu mwaka 2022, ambapo Bwana amekuwa mwema na naamini kwamba kabisa amekuwa mwaminifu kwako in this very day, and we are back kabisa. Thank you for those ambao tunaendelea kujoin katika siku hii ya leo. Poleni kwa sababu tumetulia kwa muda, na ni kwa sababu ya itilafu zote ambazo zimetukia, lakini we are back again and we are back for you. Tumekuja kukuchukua, tumekuja kunyakua ili kama tuweze kuendelea katika siku zote kama tulivyokuwa tumepanga kwamba kila siku Monday to Friday kutakuwa na Moshenee. Kwa hivyo imerejea tena katika siku hii ya leo, ambapo tumekupromise kwamba tutakuwa na wewe wakati huo wote. And poleni sana kwa sababu any confusion ambayo tumekuletea, we are sorry for that, and we are very sorry for that. Tunakuambia kwamba utusamehe, lakini tumerejea tena ili kwamba tuweze kubarikiwa kwa pamoja kwa nafsi ama kwa wakati mwingine. Na kunavyoangalia pale unaona kwamba tuko na maswala tofauti ambayo tumeongelea hapo kwenye Biblia, kwenye siku ya leo kwenye Biblia. Kuna kwa sababu hii ni wiki ambayo tunaangazia haswa wanawake, ambapo tulikuwa tunawaangazia siku ya hapo mwanzo, hapa awali kidogo, na tukaongelea kuhusu wakawa kwamba tunawasherekea siku yao, ikiwa kwamba wakati baada ya sisi kuwasherekea siku yao, basi libaki kama ni kitu kimoja tu kimebakia ambacho kwa kweli tunakielewa kuhusiana na maswala kidogo kidogo tu kuhusiana na kile ambacho tumebakisha, ni kuhusiana na vile kwenye Biblia navyo wanavyoongea kuhusiana na maswala haya ya wale ambao ni Wakristo ambao wanastahili, ambao ni Wakristo wanawake ambao walikuwa na nguvu na walifanya kazi kulingana na nguvu zao, kulingana na wakati ambao walikuwa nao, na kulingana na muda ambao walikuwa wamepewa wakati wa maisha yao. Na hapo tunaongelea kuhusu Mwanzo. Tuko na katika kitabu cha hapa, katika kitabu ambacho ni cha Waamuzi, ambapo tutaangalia pale kuhusiana na vile kike walikuwa wanajikakamua vya kutosha na kuhakikisha kwamba siku zote wanahakikisha kwamba mambo yako salama. Na katika Agano Jipya pia kuna masuala ambayo tutaangalia pale, ambapo tutaweza kubarikiwa kwa pamoja katika siku hii ya leo, ikiwa ni siku ya 10 mwezi wa tatu mwaka 2022. Karibu sana kwa wote ambao tuko maeneo mbalimbali. Naona kwamba pale Maureen Kerry anasema kama niko tunde kabisa. Karibu ili kwamba tuendelee kubarikiwa katika siku hii ya leo, ikiwa kama ni baraka kwenye Moshenee ya Christ. Na unakumbuka kwamba tunasema kwamba hashtag ni hashtag to God be the glory, kwa sababu hayo yote tunasema kwamba Mungu apate sifa, kwa sababu bado yanazidi kuwa ni Mungu juu ya maisha yetu. Zimekatika dakika 4 baada ya saa 2 dakika 5 zimekatika baada ya saa 2 usiku. Karibu kwamba ili tuweze kuchanganua na kuweza kuyajua mawili matatu kuhusiana na masuala yetu, na vile tunastahili kusonga, na vile tunastahili kwenda mbele, ili kwamba Bwana wetu Yesu aweze kutubarikia na aweze kutuongoza, ili kwamba katika hali zote tusibaki tulivyo, bali tu aendelee kutubarikia kabisa katika maisha yetu. Haya, ikiwa kama unaendelea kuingia pale, ningependa tuweze kuanza na ufunguzi wa maombi, na kisha baadaye tusome neno la siku ambalo tutaweza kulifungulia siku ya leo, na kisha baadaye tutaweza kusoma zile SMS ambazo tutakuwa ukituma hapa kwenye studio zetu siku hii ya leo. Nakumbuka kwamba aliye studioni si mwingine bali kwa jina ni Papa Isaac Lenard. Kwa hivyo unaweza ukatuma jumbe zako ili kama tuweze kubarikiwa katika siku ya leo. Kwa hivyo ningependa tu kujua yule mwanamke ambao unajua kwamba alikuwa jasiri kwenye Biblia. Hilo ndilo swali la siku ya leo, kwamba unaweza ukaelezea yule mwanamke ambaye alikuwa ni jasiri, ambaye alifufuliwa kwa sababu ya ujasiri wake. Ningependa tu uweze kujibu pale. Swali ambalo tuko nalo siku ya leo ni kwamba unajua yule mama ambaye alikuwa anajikakamua na aliweza kufufuliwa baada ya yeye kuweza
kuonekana kwamba alikuwa amefanya jambo zuri. Na by the way, iko very serious. Ikiwa unajua majina yake matatu, kuna credit hapa. Credit leo napeana credit cha 50 shillings kwa sababu umejibu. Credit cha 50 shillings kwa sababu umejibu. Kwa hivyo majina matatu ya yule mwanamke ambaye alifanya kazi nzuri kwenye Biblia, ambaye aliweza kufufuliwa. Hapo hilo ndilo swali la siku ya leo, ambapo tutaweza kujua wewe una swali lipi. Kwa hivyo kuna credit utaweza kununuliwa, credit cha 50 shillings ambacho kitakusaidia kwamba ili next time ukuwe unaingia hapa kwenye siku kama ya leo, kiwa kwamba unafuatilia mitambo yetu katika siku hii ya leo. Karibu sana kwa wale wote ambao wanaona kwamba wanaendelea kutufuatilia kutoka mitandao ya kijamii, mtandao wa Facebook pale kama Kisi Hot TV. Thank you so much na Mungu awabarikie, tukiendelea kubarikiwa kwa njia ya barabara kabisa katika siku hii ya leo. Kwa hivyo ningependa tu kujua wewe unajua lipi kuhusiana na siku ya leo. Lakini hebu tuweze tukaomba ili kama tuweze tukaanza mida yote kuanzia sasa, ili kama tuweze kuanza na kuendelea kuingia ndani. Kwa hivyo kwa wale ambao wako mbali, waendelea kuambia kwamba tumeingia hivi sasa kwenye studio na hivi ndivyo tumeanza, na kwa hivyo waweze kuingia ili kwamba tuweze kubarikiwa kabisa. Kwa hivyo ujue kwamba wanawake wana uwezo. Hilo ndilo jambo la kwanza. Wanawake wana uwezo. Hilo ndilo hiyo ndiyo mada tunayo siku ya leo, ambayo tutaweza kuzungumzia siku hii ya leo. Hebu tufunge macho yetu tuweze tukaomba katika jina la Kristo Yesu. Baba wetu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu. Umetulinda, umekuwa pamoja na sisi, umekuwa na yule ambaye ni mtazamaji wa Kisi Hot TV. Umekuwa kama Bwana, umetupa roho ambayo ni ya uvumilivu kwa wakati huu wote. Bwana, tunakushukuru Bwana kwa sababu ya wazazi wetu, ndugu zetu, jamaa yetu na wale wote ambao wanatutazama kutoka maeneo mbalimbali. Bwana, tunawakumbuka wale ambao ni wagonjwa kutoka pale hospitalini. Bwana, waweze kuwa tabibu wao katika jina la Kristo Yesu. Najua kwamba unawapenda, najua kwamba una mawazo mazuri kwa sababu ya maisha yao. Kwa hivyo Bwana, ombi letu ni kwamba Bwana uweze kuwa na wao katika siku hii ya leo, uweze kuwazungumzia, uweze kuwa na maisha yao, uweze kuongoza katika hali zote. Na hata hivyo Bwana, tunalishukuru jina lako na kulihimidi kwa sababu Bwana umetenda haya, kwa sababu kusudi kuu ni kwamba Bwana waweze kuwa ni baraka katika siku hii ya leo. Bwana wa mabwana, nitakapoanza na wale ambao ni mashabiki ambao wanatutegea katika siku hii ya leo, Bwana tumewakabidhi mikononi mwako, ili kwamba Bwana wafunike kwa damu yako iliyoitirisha msalabani, kusema kwamba yote yamekwisha na kwamba yeyote akuaminie hatafa bali atapata uzima wa milele. Hata hivyo leo Bwana, tunaamini kwamba uzima huo tunao. Tunaamini kwamba Bwana mawazo hayo mazuri ambao umetupangia katika siku ya leo yapo kwa sababu ya neema juu ya maisha yetu. Asante kwa sababu Bwana utatenda hayo, ni katika Kristo Yesu tumeomba. Mtu na aseme amen. Thank you so much kwa wale wote ambao tutaendelea kuingia hapa ndani. God bless you, God bless you. Kwa hivyo hebu tuweze kuingia hapa, tuweze kusema unatupata kiwa maeneo gani, ili kwamba tuweze kuingia kwa njia ya taratibu. Kwa wale wote ambao mnawasiliana na sisi kwa hivi sasa, jua kwamba yule ambaye yuko kwenye studio ni Papa Isaac Lenard, na kila kipindi ambacho kiko kwenye studio hivi sasa ni Moshenee. Correct. Kumbuka kwamba nimesema kwamba pole ni kwa sababu tumewafeli kwa mida fulani hivi, lakini tumeweza kurejea, na najua kwamba Mungu ataweza kutubarikia katika huu wakati wote. Tutaweza kuingia pale ili tuweze kushare wimbo hapa, ili kama tuweze kubarikiwa kwa pamoja. Naona kama Elvin Kerubu anasema kwamba amen. Karibu sana Elvin Kerubu, na Mungu akubariki. Sijui kwa utio ndio kutoka maeneo gani. Maureen Kerry, sijui kwa utio ndio kutoka maeneo gani. Hapo tutajua, lakini itakuwa ni vizuri ukiweza kutext in tuambie kwamba unatupata kutoka maeneo fulani, na itakuwa kwamba ni vizuri tukiwa tunaongea pamoja na wewe ukiingia kwenye link. Lakini kwa hivi sasa tuweze kushare tu wimbo mmoja hapa ili tuweze kubarikiwa kwa pamoja. Najua kama ni jioni nzuri ambapo tumeweza kuomba, we are blessed. Sasa itakuwa kama ni vizuri nikiweza kukuonjesha huu wimbo moyo wangu, kisha baadaye nitaweza kurejea. Moyo wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike, naye Mungu mkuu sana,
naye Mungu muweza wa yote aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Kati giza Yesu mwanga wangu, kati huzuni Yesu ni mufariji, kati vita Yesu mwanga wangu, katika njaa Yesu mkate wa uzima. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Anajua shida zangu, yeye anazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Mwanawe aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Najua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni bila Yesu mimi ni mtu bure. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu, bila Yesu mimi ni mtu bure. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Ewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Sijui bila wewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Yawe, wewe ni yote kwangu. Yawe, wewe ni yote kwangu. Yawe, wewe ni yote kwangu. Yawe, wewe ni yote. Yawe, wewe ni yote kwangu. Yawe, wewe ni yote kwangu. Yawe, wewe ni yote kwangu. Yawe, ningekuwa wapi? Yawe, wewe ni yote kwangu. Na bila shaka ni wimbo wake Chebous akisema kwamba yawe wewe ni yote kwangu, hata nichapopita kwenye hali ngumu, bado wewe Mungu nabaki kuwa wewe ni yote kwangu katika maisha yangu, na hata siogopi, maana naamini kwamba Bwana uko na mimi. Bwana utaniangazia,
Bwana utaniinua na Bwana utanifariji katika hali zote. Unajua shida zangu, unajua moyo wangu. Ni wimbo ambao uliimbwa halisi na Patrick Kubuya na pia yule ambaye ni dada anaitwa Nicole Jago, ambaye kwa kweli amekuwa Tanzania mwezi jana alikuwa Tanzania, na tunashukuru Mungu kwa sababu bado tunaendelea kumfurahia. Bado naendelea kukuambia kwamba Patrick Kubuya yuko Kenya, bado yuko Kenya hivi sasa. Sasa yuko katika maeneo ya Nairobi. Anasema kwamba yuko tu in a few days, kwa sababu hatukukudi na yeye. Anyway, ikiwa atakuja tutakuwa pamoja na yeye katika siku zote hapa kwenye Kisi Hot TV. Nakwambia kwamba ikiwa kama uko pale manyumbani, leo neno la siku hii leo tutaenda kuliangazia katika majira ya sasa hivi, ikiwa kwamba zimekatika dakika 17 baada ya saa 2 usiku. Alright, ikiwa kama uko pale na ungependa kuongea pamoja na sisi, itakuwa ni vizuri kufuata hiyo link, itakuwa ni vizuri. Lakini hebu tuangalie neno, wewe ambao ukiendelea kutafuta kuingia na link hiyo katika jioni hii ya leo. Neno la leo ni Deuteronomy, kitabu cha Deuteronomy 31 mstari wa 6. Inasema kwamba be strong and courageous, do not be dismayed. Do not be dismayed. Yes, tunashika pale, right? Do not be dismayed. Okay. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you, and he will never leave you nor forsake you. He will never leave you nor forsake you. Hili nilikuwa karibu ning'oe. He will never leave you. Okay, hao watu najijua. By the way, he will never leave you. He will never forsaken you. He will never leave you. He will never forsake. Yuko na wewe. Yuko na wewe. Yuko na wewe. Yesu yuko na wewe. Yuko na wewe. Yuko na wewe. Futa machozi, Yesu yuko na wewe. Now the same thing that kitabu cha Deuteronomy 31:6 inasema pale, be strong and courageous, do not be terrified or afraid because of them. Yani wako wengi ambao wako wanasema kwamba hautafaulu, wako wengi ambao wanasema kwamba wewe si mtu, wako wengi ambao wanasema kwamba wewe umewasumbua, wako wengi ambao wanasema kwamba wanakusengena vibaya, wako wengi ambao wanasema kwamba hautaenda mbali. Lakini kuna yule ambaye anakwambia niko na wewe, niko na wewe mwanangu, nitasonga na wewe na hautakuwa kwamba uko una fail pale. You will have to be successful in the name of Jesus. Kuna watu tu ambao wanasema hapa kwamba wewe si mtu, wewe ni kitu tu, hautafaulu, hautafikia malengo ya kwako. I'm telling you today, Mungu anasema katika kitabu cha Deuteronomy kwamba bado umebarikiwa, bado wewe ni baraka, bado wewe ni mshindi, bado utaenda mbele. Kuna kufichuliwa kwa mambo makuu juu ya maisha yako, because by the way, you will be smiling today, you will be smiling tomorrow, because God ashasema kwamba wewe atatembea na wewe. Kila ambacho tunahitaji kama wewe ni muoga, kila ambacho tunahitaji ni kwamba sasa mimi nimeamua kwamba niwe na ujasiri, niwe na nguvu za kusonga na niweze kufika katika hatua ambayo ninataka Mungu anisaidie nifike. Yani I know kwamba you are very much favored. By the way, we are very much favored. Ukiwa kwamba unasimama, you are very much favored. Ukiwa kwamba umelala, you are very much favored. Ikiwa kama unasafiri hivi sasa, you are very much favored. Ikiwa sasa hivi ndipo nakula ile sapa yako, kula pole pole. Know that you are very much favored. Na by the way, usicheke kupata chakula kimeingia ndani ya track here. Okay.
So yani anasema tu yuko na wewe. Mungu wako pamoja na sisi. He has never forsaken us. He has never left us. Yeye yuko tu anakubisha, nabisha kwenye mlango wako, anakwambia mtoto wangu, fungua, ninakujua, ninajua shida zako, ninajua tabu yako, najua kwamba sasa hivi uko hauna strength pale, yani kama ni matanga yamekusumbua, shida zimekuwa nyingi, watu wamekufa wengi kwenyu, wengi umebaki hata yatima, siku zingine watu wanakutusi, siku zingine watu wanakukimbisha kwa sababu wewe tu hauna jamaa. Kuna kitu nataka nikuambie kwamba kuwa na ujasiri. Kuna mtu ambaye hawezi akakuacha hata kamwe, because he will always be with you, he will always stay with you, he will always stick with you, kwa sababu anakupenda. Bwana Yesu asifiwe. I think unashika vizuri. Kuna mtu ambaye anakupenda, anakubebea mizigo yako, kwa sababu umesema hapa, do not be terrified or be afraid because of them. Wale tu wameongea mengi. Yule adui amesema leo aizo hautafaulu. Unajiita papa hapo bure. Wewe ni bure. Wewe ni kitu fulani. Watakuambia, watasema. Na siku moja nikaambiwa kwamba wacha waseme walale, na kisha wewe Mungu ambaye hawezi akalala aseme, jambo ambalo kwa kweli linabadilisha hisia zako, mawazo yako, fikra zako na hata future yako. Kwa hivyo wewe tu mtumainie Bwana, kwa sababu unajua kwamba yeye ndiye anayebeba shida zetu, anayebeba mizigo yetu, anayebeba masuala yetu. Pale kwenye ndoa yako imekuwa ni shida, kwa sababu wale wamekuja, wale ambao ni adui, wale ambao tunasema kama ni kama nzige, wamekuja. Wewe usio unatabasamu kwa sababu frustration zimekuja. Tabasamu kwa sababu unajua kuna mtu ambaye anaitwa ni Mungu, and this God is favor. It's a favor to us, kwamba alitusaidia. So we should account ourselves to be amongst the favored. Amongst the favored. I don't know kama unanipata vizuri. We should be accounting ourselves among the favored. Ikiwa kama unajua wewe you are among the favored, you should just even raise your hand kutoka mahali uliko, useme I am favored. Yes, I am favored because I have Christ Jesus in my life. Amekuwa tu akikuwa atu wa maisha yako, akiyaunda maisha yako, akiyatengeneza maisha yako, akikuinua pole pole, akikutengeneza mtu ambaye utakuwa ni mtu wa future, kwa sababu anatupenda. Sijui kama unajua pale, lakini swali la leo ni kwamba ikiwa kwamba unajua majina matatu ya yule mama ambaye alikuwa akijizatiti sana ili kwamba aweze kuona kwamba watu wengine wao wamevalia vizuri, wamekula vizuri, wako vizuri, yaani hali zao kimazingira na kuvalia kiko vizuri, majina yake matatu, utapata zawadi ya credit cha 50 shillings kitaingia kwenye simu yako, ukiwa kwamba utakuwa umedhibitisha kwamba mimi ni huyu na jibu langu ni hili. Nambari ya simu nitakuomba utume pale private chat ili kwamba uweze kupewa credit hicho, baada ya kufanya nini? Baada ya kujibu swali hilo kwamba ni binti yupi, ni mama yupi huyu ambaye alijizatiti kuhakikisha kwamba maisha yake kidogo alileta difference pia kwa wengine ambao walikuwa wanaishi kwa pamoja, ili kwamba asionekane tu yeye, bali hata wale ambao ako na wao waweze kuonekana wakiwa katika hali nzuri. Hilo ndilo swali la siku ya leo, kwamba wewe unadhani kwamba ni binti yupi huyu ama mama yupi huyu ambaye aliweza kuweza kusaidia kina mama, hata wazee, wale ambao ni masikini, kwa sababu ya ile talanta aliyokuwa nayo, ili kama akaweza kufanya kwamba watu wasikuwa wanalia, watu wasikuwa wana complain, wawe tu wanapata baraka kupitia kwake huyu mama. Nataka tu nipate huo ujumbe. Utaweza kupata rafa ya simu kwa njia ya SMS, M-Pesa ama credit itaingia kwa simu yako ya 50 shillings. Hiyo itakusaidia pia next time uweze kuwatch hapa live kwenye Kisi Hot TV. Bado tutaendelea kutufuatilia kutoka kwa mitandao ya kijamii. Kwa hivyo ikiwa uko pale YouTube, swali langu ni kwamba umesubscribe kweli? Kama hauja subscribe, basi inabidi uanze kujikakamua, kujizatiti, ili kwamba uweze ili uweze ili uweze
kusubscribe katika siku hii ya leo na uweze kuwa baraka kwetu, tukiendelea kubarikiwa kwa njia ya kweli kabisa. Ndio kama bado tukiendelea kufuatilia hivyo, God is going to bless us na God is going to help us. I think ulikuwa na blissful day, na nilikuwa nauliza ikiwa kama wewe ni mgeni uja subscribe kwenye channel yetu, enda pale, click kwenye hiyo rangi nyekundu ambayo imeandikwa kwenye maandishi ya white. Ukishafanya vile, like video yetu ambayo ni ya siku ya leo, na pia umeruhusiwa kucomment. Yani hii si section ya comment kwa watu ambao kidogo tunawajua, hapana, ni kwa kila mtu ambaye anatufuatilia kutoka kwa mitandao ya kijamii, na itakuwa ni vizuri ikiwa kama utakuwa ni wabaraka katika siku ya leo, ukiweza kujizatiti vya kutosha na uweze kuweza kulike page yetu siku hii ya leo. Na pia kwa wale ambao mko Facebook, tafadhali like or love that video, na as well you can share with friends. Itakuwa ni vizuri sana katika siku hii ya 10 mwezi wa 3 kabisa 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 kabisa. Nataka tuweze kuangalia Biblia kidogo tena, kuweza kumalizia pale kwenye mwisho pale. He will never forsake you. By the way, huwa hata mwanaume ambaye anajua kwamba alizaa mtoto na bibi yake, wakati mwingine anaweza akakutelekeza kama mtoto, wakati mwingine anaweza akarudisha vibaya, lakini kuna wakati pia huyu mwanaume anafika anasema kweli, jamini, ni Mungu nastahili kumwabudu, siabudu miungu, ni Mungu tu nastahili kumwabudu. Kwa hivyo inabidi kwamba aweze kuabudu ili kwamba kidogo aweze tu kujitoa na hiyo stress ambayo ilikuwa ikimsinya wakati fulani. Kwa hivyo ni vizuri kuweza kuomba ili Bwana akusaidia. Najua kwamba kuna vitu tofauti tungependa tuweze kulearn katika siku hii ya leo. Bado kama unaendelea kulearn kutoka pale maeneo yoyote pale nchini, unaweza kutext in useme kama ninakupata live and clear. Na kama imepita dakika 29 baada ya saa 2 usiku, na wale wote ambao mnaendelea kutufuatilia, God bless you so much and we are happy for you. God bless you. God bless you so much. Na kwa wale ambao kidogo mko pale Facebook, mko pale YouTube, ambao kidogo mja like video yetu siku ya leo, ni vizuri uweze kuingia. Ikiwa kama umeingia hivi sasa kwa siku yako ya kwanza na ungependa tu kuingia hapa, ungependa tu kufanya mambo mawili matatu, we just like that video, itakuwa ni vizuri ili kama tuweze kuendelea kwa njia pamoja. Na pia unaweza kucomment unatupata ukiwa maeneo gani, kama wengine walivyotangulia kucomment mida hiyo ya saa 2. Kwa hivyo tangia tulipoanza tumemaliza dakika 29 baada ya saa 2. Kwa hivyo ni vizuri ikiwa kama uko pale uweze kujua yani wewe unastahili kukaa active wapi, ili kuwe vizuri. Na bila shaka nikidhani kwamba tumefikia hapo, na wale ambao kidogo hamjapata link ninaweka hapa hivi sasa. Ili kwamba tuifuate. Na hebu niweke link kabisa. Unaona pale anaitwa Alice Nyabati anasema kwamba watching live from Middle East. Thank you so much. God bless you as you are getting on watching us. As you are watching with texting us. Yeah, I think hapo utaweza kushare kabisa.
saa 2:30 da saa ya Afrika Mashariki. Karibu, bado tunaendelea kabisa. Watu wa Middle East mkiwakilishwa na Nabate Alice, God bless you. Ni Elvin pia na Maureen na wengine bado ambao wako offline, kidogo tuwatafute kwa njia ya online. Right, alright. Sijui mbona nafunika macho kwa sababu ya hali ya kamera hapa ndani. Right, kabisa. Nadhani kama natumai kwamba inaendelea kuingia vizuri. Let me just check kama niko vizuri pale kwenye simu yangu. Na bado tunaendelea kabisa. Ikiwa nipo naendelea kutujoin katika mida hii ya saa 2:32. Ni Kisi Hot TV, naendelea kufuatilia. God bless you so much. Thank you kwa wale ambao mnaendelea kujiandaa kabisa. Kwa hivyo swali la leo ni swali mbogo kabisa ambalo kidogo utaweza ukalijua. Kwa tunauliza ni mama yupi ambaye kidogo alikuwa ana shida, yani ashakufa, ambaye watu walikumbuka tabia yake wakasema ni vizuri waweze kufanya nini, aweze kuwa hai tena. Watu walilia kwa sababu walikuwa wanataka awe hai tena. Nataka tu useme ni nani, majina yake matatu itakuwa ni vizuri. Otherwise kama hauta statement majina matatu, then hiyo zawadi haipo kabisa. Na nimekataa wanasema kukataa katakata, kwa hivyo nitakataa katakata. The lead of the day ilikuwa kwamba ni the lead au the cloth line ya masuala ambayo kidogo leo tulikuwa tuangalie. Ilikuwa ni kwamba kuhusiana kina mama ambao walikuwa na nguvu, kwamba swali lilikuwa kwamba wanawake wana uwezo. Sasa swali ni wana uwezo. Sasa jibu hapa litakuwa ndio, kwa sababu ya mambo fulani ambao waliweza kuyafanya. I think okay, vizuri. Naendelea kufikiria nitakuletea nini katika mida hii, ili kama tuweze kujua ni ipi tutafanya. By the way, we are going to talk about the strong women ambao ni naitwa Ruth and Naomi. Ruth and Naomi ni story ya siku ya leo ambao kidogo tutaweza kuiangazia na kujua ni yupi huyu ambaye anaitwa Ruth na Naomi. Na kumbuka kwamba stories za Biblia nimezileta usiku kwa sababu ile asubuhi nimekuwa tumezoea, lakini sasa mida hii ni wakati tunasema kama ni wakati wa kubarikiwa tena mwaka 2022. Kutoka hapa mbele sasa mida ya usiku ndio tunaongelea hizo story ili kama tuweze kubarikiwa kabisa.
Najaribu kukuambia kwamba umasikini sio kitu ambacho kinastahili kukuweka chini. Kile ambacho kinastahili kukuweka chini ni wakati uko na umasikini wa kiakili. Kwa hivyo haustahili kuwa chini kwamba wewe ni maskini, hauna hela. Leo nimekuwa serious sana. Sijui ni kwa nini nakuwa serious na sijui ni kwa nini nachukua muda mrefu kujibu. So unajua hata wanawake ukasirika wakati unachukua wakati mrefu kujibu. Otherwise, hawa ni wanawake tunaongelea siku ya leo. I think on Tuesday mulifurahi sana kwa sababu mulikuwa umesherehekea. Hivyo ndio watu walijinosha siku ya juzi. Walijinosha wakajua hapa sasa kuna kukula, kuna kulala na kuna kufanya mambo tofauti tofauti, lakini haya, wacha tu niweke wimbo alafu nitarejea baadaye kwa sababu ya kuweza kujibu. Na kumbuka kwamba Masisa anasema kwamba tuned in. Kumbuka kwamba mida hiyo ambayo nitakuja na story kwa sababu tumebakisha dakika chache sana ili tuweze kuingia kwenye story ya Biblia ambayo itakuwa ni refu kidogo, na baadaye tutaweza kujibu maswali. Na nikuulize, yule mama ambaye aliweza kufa lakini alikuwa ametenda mambo mazuri, amejizatiti kusaidia watu wengi, na anaitwaje kwa majina yake yote matatu? Ukijibu kuna zawadi. Acha nirudie wimbo huo wa dada yetu ambaye anaitwa ni Nicole akishirikisha wale ambao ni members wake wa kanisa kwa kuimba wimbo huu. Na natumai utakuwa unakubariki sana, sababu naona kwamba wakati mnasonga sana, inabidi kama nikuwekea, na kuna masuala ambayo yanachangana kwa akili, na nikishamaliza nitakuwa vizuri. Okay, nitaweza kurejea baadaye. Let me just play this after I'm done with okay, nataka tu tuweze kuingia hapa. Okay, nataka nirudie huu wimbo ili kwamba ikuwe vizuri, nipate nafasi nzuri ya kupumzika kwa sababu kuna kitu ambacho ni urgent. Pate kopo la maji kidogo. Naye Mungu mkuu sana, naye Mungu uweza wa yote, aingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu, usilie tena. Aingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu, usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Kati giza Yesu mwanga wangu, kati huzuni Yesu ni mufariji, kati vita Yesu mwanga wangu, katika njaa Yesu mkate wa uzima. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Anjua shida zangu, yeye anazijua.
nitavitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Wanawe aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Najua shida zangu mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni bila Yesu mimi ni mtu bure. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu, bila Yesu mimi ni mtu bure. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Wewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Sijui bila na bila shaka ni hitilafu kidogo, hitilafu za kimitambo. Najua kwamba mambo yatakuwa mazuri tu kwa wakati wote kuanzia sasa. Nam tungependa tu tuendelee kwa sababu ya wakati. Unajua wakati nao unasonga kabisa, zikiwa katika dakika 43 baada ya saa 2 usiku. Now I want us to get to this story. Hey, maze. Okay. Okay. Tunaongelea kuhusu story yake dada Ruth naye Naomi. Naomi alikuwa ni mama wake Ruth. Unajua hizi story ni za kawaida. Unaambiwa kwamba msichana unapoacha kwenyu, unapooleka, unaenda unaoleka kwa mtu mwingine. Na huyu mbao unaoleka au watu wanakuwa ni wazazi wako. Wakati unakuwa wazazi wako na wakubali, na wao wanakukubali. Kisha wakubali, mkikubaliana, mnakuwa tu mnaita familia ya fulani. Nakumbuka kama hata jina la bwana yako na baba yako unalitoa, unaweka jina la bwana yako. Sasa unapojitambulisha, unajitambulisha kwa jina la bwana aliyekuoa. Haya, hapa tuko na wale ambao maisha kidogo yalikuwa mazuri na baadaye yakakuwa ni complicated. Tunataka tuelewe. So kuwa complication inatokea wapi? Complication inatokea kwa sababu hawa sasa utakuwa unaitwa ni bibi wa mtu fulani, na tena baadaye utakuja kukuita wewe ni bibi wa mtu fulani, kwa sababu haujulikani kwamba bibi yako ni bwana yako alikuwa huyu na huyu. Nakumbuka mwaka jana tulikuweza kuongea kwamba binti amekubaliwa kuoleka ikiwa kwamba yeye ni myang, kuoleka tena ikiwa kwamba yeye ni myang, yani inamaanisha yeye ni mdogo, ni mchanga, na kama anahisi kwamba si awezi akaendelea hapo akisini. Unajua ni vizuri uoleke kuliko uwe pale lakini unaendelea kusini. Kwa hivyo ni vizuri useme kwamba badala ya kuwa kwamba mwili wangu unanisukuma nipate mwanaume, ni vizuri tu niachane na hizi story. Mungu anisaidie kidogo tu niachane na haya mambo ya kuoleka hapa, niende kuoleka kwingine. Kwa hivyo hapo kidogo tuliweza kueleza na pasta vizuri kabisa kwamba ni vizuri ili kwamba usio ni vizuri kwamba useme mimi nitabaki, na cha ukweli kwamba utabaki na utakuwa na amani, ama useme kwamba sibaki na sitabaki kwa sababu ya hiki na hiki, itakuwa ni vizuri. Okay.
hapa tuko na story yenyewe ilikuwa ni kuhusiana na hawa huyo ambaye alikuwa ni Naomi na Ruth, na tunapoelewa kwamba leo ilikuwa ni wiki ya kina mama, lakini hapa kwa story hii Naomi na Ruth ni wale ambao ni mabinti ambao wameweza kujizatiti na kuweza kujijua na kuweza kufahamu maisha yao na kuweza kufahamu mahala wanakokwenda, kwa sababu wanajua maisha haya bila Mungu hawatafika pahali. Na by the way kuna wakati nafika unasema kwamba kama si God mazee. Naona watu wanasema kama si God mazee singefika hapa. Na ni kweli kama si God, by the way you were not to be there. Mahali uko leo unakondoa macho namna hii, alafu nawaambia kwamba niko hapa kwa sababu ya nguvu zako. Not your strength. Kabisa. Naona kwamba Irene na timu yako anasema kwamba iko tuned in, ako in kutoka maeneo ya Uganda. Anasema niko hapa, I'm here, I'm new here. Huyu tumemzoea na story zake za I'm new here. Irene, kuna nikwambia vile nimekuwa nikilala hapa bana. Nimejipata nimelala. Hadi nimeambiwa na director aenda ukunywe maji. Hiyo upande hiyo kwa redio unavutwa tu siku hiyo siku. Isaya 60:22 hiyo nitakusomea mami, usijali ukiingia hapa. Ukikuja hivi ushaipata kwa sababu nishaifungua sasa. Ishirini na mbili nasema the little one shall become 1,000 and the small one a strong nation, and the Lord will urge it in its own time. Natumai kwamba umeipata hapo. Number 1 pole. Okay, timu Riruta naona kwamba umekuja nayo, so endelea kuingia nayo kabisa, tukiendelea kubarikiwa. Jamani, si wacha tuingie hapa, tusikuwe tunaangalia kutoka nje, itakuwa ni kwamba natumia a lot of energy na niwaache mapema sana. Kwa hivyo ni vizuri tuingie hapa ndani tuweze kuwa ni baraka sana sana, hasa siku ya leo ambapo ni siku ya kufungua Moshenee. Najua kwamba itakuwa ni siku refu, lakini siku ambayo ni ya baraka. Kwako wewe ikiwa kwamba ni siku refu, tutatengeneza kuwe siku nzuri. Otherwise I see kwamba mambo yako mazuri zikiwa zimekatika dakika 48 baada ya saa 2 usiku. Saa 2 usiku zikiwa ni dakika 49. Time inasonga kusonga nakwambia. Na wakati huo Ruth Naomi alipatikana kwamba alikuwa amesha wazalia mabwana wawili ambao waliweza kuoa Alpha na Ruth. Ruth ndiye binti ambayo tunamwongelea kuwa shupavu. Naomi pia tumemwongelea kuwa shupavu. Walikuwa katika mji, walitokea kwao wakaenda katika mji ambao unaitwa Moabu. Moabu unajulikana kama kwamba ni mji ulio mbaya, mji ulio laaniwa. Sasa ikabidi kama wamekaa huko, lakini chakula kikaisha, kukakuwa na kiangazi kikubwa sana, na kwa sababu ya kiangazi kilikuwa kimewaffect, hawakuweza kwenda mahala pengine. Wakaweza kubaki pale. Na unaelewa tu kina dada na kukufa si rahisi, miili yao iko na fats. So wakaendelea pale, mida ikakuwa ni mida hiyo, wakazidi. Hiyo baadaye wao kumaliza, bwana alikufa, mabwana walikufa, ukabaki kwamba kuna Naomi peke yake, bwana alishakufa.
kuna Olfa peke yake, bwana ashakufa. Kuna Ruth peke yake, bwana ashakufa. Sasa Ruth yeye hakuwa anataka kuenda wakati wowote, na ndiposa akamwambia huyu Naomi kwamba Mungu atakuwa ni Mungu wangu, mahali utakapoenda mimi nitakufuata. Halo, unanipata? Kwa hivyo alipokuwa akisema vile, ilikuwa kwamba alijulikana kwamba anaweza akafanya hayo yote. Na ikiwa alikuwa anafanya haya mambo hayo yote, aliweza tu kubarikiwa kwa njia yake ya binafsi. That is. Hasa wakati huo Naomi, wakati bwana amekufa, bibi watoto wake wamekufa, akasema sasa hamna mahala tunaenda, hii bado ni wayang, si mwende. Ofa alipobusiwa hivi, yeye alikuwa akaanza kutoka. Sasa alipokuwa wakaanza kutoka, na Ruth akamwambia, mahali nitakapoenda ndipo nitakapoenda, Mungu wako atakuwa ni Mungu wangu. Yani those were powerful message. That was a powerful message. So walipokuwa wakiendelea hivyo, wakaenda. By the way, kuna wakati ambapo unafika, ni wakati mshamaliza ku harvest. Kuna watu hutembea kwa shamba lenu. Ruth akatembea kwa shamba la Boaz. Mida mimi siku tu hivi, Boaz akasema niletee huyo binti bana, ni mrembo. Alipompeleka akamwambia, mimi nilikuwa nimeolewa nini story zote, lakini ndio bwana alimwambia no problem, just come. Tutashikana. Akaenda wakatengeneza nyumba hiyo, wakazaa mtoto anaitwa Obed akazaa wote, ambapo utapata familia yake ambaye ni familia ya mtu ambaye anaitwa Daudi. Okay. Leo mazee, naomba tu Mungu anisaidie nimalize hapa within this hour, so that the next hour tutaanza kesho kufanya vizuri, tumalize hawa zote. Okay. Irene anasema kwamba timu Hamam mpo, timu Shagala mpo. Alright, timu Shagala watakufuata. Hebu niweze kupost pale hii link. Naona kama wakati wangu unaisha, kwa dakika 6. Wale ambao mnaingia haraka muweze kujibu. Kwa hivyo hakuna mtu anachukua pesa, hakuna mtu anachukua credit. Nimesema kama unajua yule mama ambaye kidogo alifanya kazi nzuri, wakati alikufa, kuna mtu alikuja akamfufua. Kwa sababu ya matendo yake mazuri. Wakati alikuja akamfufua kwa sababu ya matendo yake mazuri, alifufuliwa. Unamjua ni nani kwa majina matatu? Ni nani? Ukijibu unapata credit ya 50 kwa simu yako, ama pesa ya shilingi 50 pesa kwa M-Pesa yako. Itakuwa ni vizuri ukifanya hivyo, ili tuende kwa njia ya taratibu. Unanipata? Ndio. Haya, tuendelee. Hasa baada ya wao kufanya hivyo, wakapata mtoto. Lakini kuna kitu kimoja nataka uelewe. Unapokuwa mahala ambapo unahisi kwamba hapa si pahala pazuri, by the way, I want to communicate to some of the people. Kila mahala ambapo unaenda kuna spirit ambayo inatawala. This spirit ambayo inatawala iko na nguvu fulani. An example, ninaenda Kisumu, ni kitu gani watu wametawala kula ambacho ni cha kulevya, ambacho si kizuri, ama ambapo ikiwa wanapenda wanawake,
nitapata mtu ambaye pia anapenda wanawake, kwa sababu utapata hayo madhabahu yameanza kukua makubwa, kwa sababu watu wameyatukuza sana na watu hukuwa pale sana. So ni vizuri ni kueleweshe ufahamu kuwa kuna mambo ambayo sisi huyafanya. Unajua ninaongea alafu nasikia ni kama sauti zingine zinanifuata. Kuna pala umetoka, mahali ambapo kulikuwa na laana, mahali ambapo kulikuwa na shida, wewe usirudi pale. Kuna mahali ulienda ukafail kabisa, your business ikaanguka kabisa, usirudi pale. Anza kuenda mahala pengine, anza kuwa masahi mapema. Kubali Yesu akutawale, kubali Yesu akutawale, pia atawale biashara zako, atawale kila kitu, kwa sababu kuna mahala unaenda unapata tu hapo hapo ni kwamba maisha ni magumu. Awin Kerubu unasema kwamba TBD things. Alright, topic ni gani tuchangie na kupata vizuri sana. Thank you so much. Unanipata vizuri sana. Hapa leo hakuna topic. Leo kuna swali. Unauliza kwamba ni mama yupi huyu ambaye aliweza kufufuliwa baada ya yeye kutambulika kwamba alikuwa na tabia nzuri, na alifufuliwa. Hata nikupae hint tena, alifufuliwa na yule ambaye alikuwa ni mtume wa Mungu, mtume wa Yesu. Mmoja wa mitume wa Yesu aliweza kumfufua, kwa sababu watu walilia sana, wakasema mfufuo huyu kwa sababu ya tabia yake nzuri. Majina matatu utapata hela zako, majina matatu utapata hela zako. Tukiendelea pale chini ni kwamba na kupata vizuri. Okay, thank you so much. So kuna mahali umetoka leo, kuna pahali ulikuwa jana business ilikuwa nzuri. That is an example kwamba walikuwa pale manyumbani kwao, kulikuwa kuzuri, afya nzuri, mambo mazuri, hakuna vifo. Haya, pia walipofika pahali hapo mahala pengine, watu walianza kufa, akafa huyo mmoja, sio? So si mmoja, walikuwa watatu, wakafa, wakamua tena waenda pengine ambapo kulikuwa na baraka, Bethlehem. Kuna pahala leo uko unafili wewe ni Mkristo, lakini kuna vile hausongi. Uko na kazi nzuri lakini hausongi. Mambo yanakuwa magumu siku baada ya siku, hausongi. Nataka unielewe kabisa, unipate. Kuna place ambao ulikuwa nayo ya biashara, siku hizi ukienda kwa hiyo base yako ya biashara unahisi ni kama siko na amani, then you should pray or look for another place, kwa sababu roho huwa idangani. Nakwambia ukweli, the instincts. I guess unaelewa hiyo. Kwa hivyo hebu tumalizie pale nikikueleza kwamba hata kama itachukua muda, wewe mama ni wa nguvu. Kina mama mlio pale ni wa nguvu. We have stages, 3 stages of life kwenyu ambazo zinawasumbua. Ya kwanza, stage ya kupata mimba. Mimba unaipata. Stage ya kulea. Stage pia hiyo ya kulisha. Na kuna mtu pale, wewe unatelekeza mama yako, ako na uwezo. Wanawake wako na uwezo. Imagine kama si yeye alikubali akulee ukiwa kwa tumbo, akulee ukisha kuwa, alafu akulishe. Not easy. Akuvalishe all along, ukuvalia nguo za baba, za mama. Yaani wewe ujaribu tu kuangalia hivi useme enewe, Mungu tu anisaidie niweze kusaidia familia kwangu. Kwa hivyo haustahili kuwa mtu ambaye unasahau ulikotoka. Leo nilipokuwa naongea na watu wangu kwa njia mtambo wa Facebook pale kama Isaac Lenard, kuna kile ambacho tulishare. Nikamwambia wakati mtu anapoabudu, hapa sasa tunaongelea kuhusu kuabudu kidogo. Wakati mtu anaabudu akijua history yake na Mungu wake.
wametoana wapi mbali. By the way, unajua Mungu amekutoa mbali, so amekutoa mbali na huwezi ukamwacha. So that is what we are saying today. God atutoe mbali na tusimwache. God atutoe mbali na tusiende pala pengine, bali tu tumsifu yeye kwa sababu yeye anatosha. Tumwabudu yeye kila wakati, maana yeye anatosha. Tumuinue kila wakati, maana yeye anatosha. Anatupenda, yeye ni wa ajabu, yeye ni wa upendo, yeye ni wa faraja. All along those women ambao mko pale nje, jua nini ni wenye nguvu. Kama si hawa ambao walikuwa wamebaki, nani angeendelea? Hakuna mwingine angeendelea. Tutaongea wakati mwingine kuhusu bado kesho kuhusiana na swala la Debora, kuhusiana na Biblia, swala la Biblia kuhusiana na Debora, alafu tutaweza kumalizia pale na Mungu ataweza kutubariki sana. Ningependa tu uweze kufunga macho yako, tuweze tukaomba. Bwana yetu, tunasema asante kwa sababu umekuwa pamoja na sisi all along tangia tulipoanza hadi hivi sasa. Wewe ni wadabu, pewe sifa na uhimidiwe kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Wakati huu Bwana ambapo tumemaliza, tumeweza kujua kwamba Bwana ni vizuri tuweze kujua kuhusu neno lako, na pia ni vizuri tuweze kutambua ni yapi ambao Mungu unapenda tuwe nayo katika maisha yetu. Asante kwa sababu Bwana, siku hii haitakuwa ni siku ya kawaida, bali itakuwa ni siku ya baraka. Katika jina la Kristo Yesu tumeomba, amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore, amen, amen, amen. Judia anasema kwamba kwani watu wako wapi? High five everyone, high five to you. Naona kwamba ni wakati wangu umeisha na mimi nimewaacha. Tutapatana kesho ili kama tuweze kufurahi. Kwa hivyo wale ambao tumechelewa tutaweza kuangalia pale kuanzia nyuma mahali tulianzia hivi sasa, and you gonna be blessed. Otherwise, natakia usiku mwema wa baraka, wa ushindi, na mweze kuwa washindi zaidi ya washindi. Tupatane pale Facebook hiyo kesho kama Isaac Lenard pale. Tutaweza kuongea masuala mawili matatu bado. We want to make a victorious journey. A victorious journey bado inaendelea na bado tunaendelea kubarikiwa. Haya, goodbye, tutaonana tena. God bless you.